Katika hii ya kujitambua kuna kitu kimoja kinaitwa kujiongoza kabla ya kuongoza wengine. Huyu jamaa John Maxwell, mtaalamu wa uongozi, na kimsingi siwezi kuacha somo la uongozi katika hii section kwa sababu ni maisha yangu. Kwangu mimi leadership is life. John Maxwell anasema, before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Kwa maana ya kwamba kabla wewe haujajua chapa yako, kabla haujapata ile identity yako kamili, jambo ambalo ni la msingi kwako ni kumjua yule mtu wa ndani na kumuimarisha na kumkuza. Lakini ukishafanikiwa kutoka hapo, unakuwa umepata assignment ya kushughulika na maisha ya watu wengine. Kwa hiyo kabla ya kuanza kushughulika na mambo ya watu wengine, ni muhimu sana kujua kuwa unatakiwa kushughulika na maisha yako. Ndio maana nikasema kujiongoza kabla ya kuongoza wengine. Na uongozi wa kweli huanza na uwezo wa mtu kujiongoza kabla hajapewa nafasi ya kuongoza wengine. Uongozi wa nje ni kivuli cha uongozi wa ndani. Hakuna hata mtu mmoja ambaye atatoa kitu ambacho hakimo ndani yake. Ikiwa hauwezi kujisimamia, hautakuwa na nguvu wala hautakuwa na maadili, uadilifu wa kuongoza wengine. Ndio hapo ambapo utasimama na kuhubiri kusema, fuateni maneno yangu, msifuate matendo yangu. Kwa sababu mtu wa ndani bado ana struggle, mtu wa ndani bado ana shida. Kwa before you are a leader, kabla haujaanza kuitokeza chapa yako huko nje, kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuvifanya huku ndani. Na tunarudi pale pale. Kitu cha kwanza ni kujijua. Lazima ujue nguvu zako, ujue udhaifu wako, ujue thamani yako na nafsi yako uitue. Ujue nafasi yako. Lakini pia lazima uweze kujisimamia. Kwenye kujisimamia hapo ndo nidhamu. Nimesema tunazungumza kwa habari ya kujiongoza kabla ya kuongoza wengine. Kwa ili uweze kujiongoza kuna silaha ambazo unazitaka na unatakiwa kuwa nazo. Silaha ya kwanza ni identity. Lazima ujue nguvu zako, ujue udhaifu wako. Ufanye personal evaluation ya wewe ni mtu wa namna gani. Lakini pia kwenye hiyo lazima ujisimamie. Na kwenye kujisimamia hapo ndo tunazungumza kwa habari ya nidhamu. Discipline. Kuna namna moja ambayo huwa inatafsiriwa discipline, sijajua kama ni sawa. Ila mimi na namna moja ambayo naitafsiri discipline. Tunapozungumza kwa habari ya nidhamu, nidhamu kwa mwanzo kabisa ni kufanya vitu ambavyo hauvipendi na hutaki kuvifanya. Kwa hiyo ili tuseme huyu mtu ana nidhamu, manake kuna yule mtu ambaye ulikuwa kwanza unaamua kumvua kwa kujilazimisha na kumkataa yule wa kwanza kwa sababu unamtaka huyu wa pili. Sasa kwenye hiyo struggle ya kumvua yule mtu wa kwanza, kuna vitu ambavyo unakuwa unavitengeneza, kuna vitu ambavyo unakuwa unaviacha. Kutokea hapo sasa ndio tunaanza kujenga nidhamu. Sasa ili nidhamu itafsiriwe ni kufanikiwa kuvifanya vile vitu ambavyo ulikuwa uvipendi. Nidhamu ni mafanikio ya kufanya vitu ambavyo ulikuwa uvipendi. Ni kweli usingizi unaupenda, lakini kuweka alarm na kujilazimisha kuamka saa 10 kila siku usome sio jambo jepesi. Ndipo sasa nidhamu ni kuamua kuamka saa 10 na kwa namna yote ile niweke miguu kwenye maji ili nisilale, nihakikishe kuwa ninasoma. Hapo ndipo nidhamu inaanza kujenga. Mafanikio ya nidhamu, na unasema ile ni nidhamu yako, ni kufanikiwa sasa. Kwamba wewe sasa kuamka saa 10 imekuwa ni kitu cha kawaida. Nilikuwa sipendi kusoma labda vitabu, sio tabia yangu hata nikijilazimisha. Sasa nidhamu ni kuanza kujilazimisha. Unaenda unajifungia library, hata kama unasoma nusu saa utasoma, ili mradi you gain new behavior, new habit. Kutokea pale ukianza kuyaona mafanikio na unasema huyu ana nidhamu. Ulikuwa huwezi kuweka akiba kutunza fedha. Nidhamu ni kuona kabisa hili jambo halinipeleki kwenye mafanikio. Kukataa sasa kuanza kujinyima, kuanza kujilazimisha, kuanza kupambana na vile vitu ambavyo vilikuwa vikufanya wewe usiweke akiba. Na utaweza hivyo baada ya kuwa umejijengea nidhamu kwenye finance. Kwa hiyo almost kwenye maisha ya mwanadamu kila mahali kunahitaji discipline. Na discipline inaongozwa na maamuzi sahihi
Maamuzi sahihi yanapatikana baada ya kujua uelekeo wako. Hakuna maamuzi ambayo yatakuwa ni maamuzi sahihi endapo hayana destination sahihi. Jambo la tatu kwenye kujiongoza wewe ni kuzingatia miiko, kuishi kwenye core values, kuishi kwenye katiba yako. Yaani katika ulimwengu unaobadilika unatakiwa kuwa na vitu ambavyo haviwezi kubadilika ndani yako. Ijapo tetemeshwa nchi, kinatakiwa kiwepo kitu ambacho ndani yako hakiwezi kubadilika. Na wanatakiwa watu wajue hivyo, kwamba yule mtu kwenye hilo achana naye, kwa sababu ni ile value ya ndani kabisa ambayo ameiweka. Ni viwango vya ndani kabisa vya uadilifu. Hata kama hakuna mtu anayekuona, ukisema mimi siwezi kuokota nyama ambayo imedondoka chini nikala, ukiwa kefeni, tunatarajia tukuone ukiwa mwenyewe room, nyama ikadondoka chini, sema si hivi, kwa sababu ni value ambayo umeiseti. Hapo sasa ndipo panaanza kumtengeneza yule mtu kwa ndani. Lakini jambo la nne ni kuwa na dira ya maisha. Before you are a leader, you must have a direction of your life. Lazima uwe na uelekeo wa maisha. Kuna watu wengine walitufundisha kwa vitendo. Mungu akawaambia waende waipeleleze nchi kabla hawajafika. Waende waijue dira, waende wajue uelekeo, wajue wapi wanaenda kufika kabla kwanza hawajawapeleka watu wengine. That is kujijua au kujiongoza kabla ya kuongoza wengine. Kwa hiyo unaposimama na confidence as a leader kwamba ninawahakikishia kwamba tunafika huko, unahakika umefika. Ndio maana wanasema kiongozi ni mtu ambaye anafika kwenye kesho, anaenda huko, anaipiga picha hiyo kesho ilivyo, alafu anazikariri njia ile ramani yote anakuwa nayo, anarudi kwenye leo kuwachukua watu kuwapeleka kwenye hiyo kesho. Kiongozi lazima awe na vision ambayo hiyo hakuna mtu mwingine anayo. Yeye ameiona, ameitafsiri, ameimenena, ameichakata, anajua kabisa hii ukiweka hapa inafunga, hii ukiweka hapa inafunga. Ndio anakuja kuwachukua watu na kuwapeleka kule. Before you start organization, before you start anything, have a clear picture of where you're heading. Lazima kwanza ukubali kwamba kuna kitu kinaitwa mchakato. Ndio mchakato unaanza na wewe kujichakata. You process yourself. Unaanza kujichakata kwanza. Ukishachakatika, watu wanaenda kuchukua matokeo. Sasa sisi wa Afrika, sijui kama tumeroho, kwa sababu vitu vyetu vingi tunavizalisha sisi, tunakuwa navyo sisi, ni rasilimali zetu sisi, lakini hatujui kuvichakata. Kwa hiyo watu wengine wanaenda wanavichakata, wakishamaliza kuvichakata wanatuletea end product. Napata question mark na maisha yetu kwamba kuna somewhere tumekuwa manipulated. Sisi sio watu wale wa asili ambao Mungu alitukusudia. Tunaishi maisha ambayo tunapelekwa na watu wengine tofauti na sisi ambavyo tulitakiwa tupeleke. Kwa almost vitu vingi kwetu vinaua uwezo wetu, vinatufanya sisi tusiwe sisi halisi, kwa sababu hatujajichakata. Kwenye ule mchakato wa kuchakatika, hatujachakatika. Tunaishi kwenye end result. Sisi ni receivers, ni watu wa kupokea. Sisi ni watu wa kufanya repair, sio watu wa kutengeneza. Mafundi, mechanic, kwendeni better. Hayo ni maisha yetu. Lakini kwenye ule mchakato ndipo pana shida. Kwa hiyo lazima tujue brand, lazima tujue chapa yetu ya asili, lazima tuwe na ID ambayo inakutambulisha wewe. Lazima ujue kabisa kuna kitu, product ya kipekee unaiuza ulimwenguni. Leo ninaachia sehemu ya 3 ya video yangu, nasema make your portion. Ni sehemu ya 3 na inazungumzia kwa habari ya kujiuza. Make sure you sell yourself, kwa sababu hii dunia inakuhitaji, na ili uwe top lazima ushow up.
nafikiri utaenda kuisikiliza hapa na hautapata shida kabisa. Kwa hiyo jinsi ya kujijenga kabla ya kuwa kiongozi. Jambo la kwanza, tafuta elimu na ujuzi. Tafuta elimu na ujuzi. Before you are a leader, success is all about growing yourself. Usiwe na haraka. Tupo kwenye age ya 20s. Usiwe na haraka. Tafuta elimu na ujuzi. Kutoka hapo, tafuta elimu na ujuzi. Huu ndio muda ambao wewe ni wa kujichakata haswa. Ili wewe hayo maarifa ya kipekee unatakiwa kuwa nayo. Mimi nasema katika eneo ambalo unaweza ukasoma vitu vingi ni eneo la chuo kikuu. Ili huwa nalisema sana, kwa sababu huko mtaani kuna mambo mengi ambayo yatakuchukulia muda wako. Na kimsingi maisha yana phase. Maisha yana vipengele. Ndio maana hata shule yenyewe tukifika umri wa miaka 25 tunatarajia tukuone wewe huko kwenye taasisi za elimu. Kwa maana ya kwamba kutoka 0 mpaka 25 ni umri ambao mtu amekuwa amesoma chuo kikuu na amesoma na masters kabisa. Kutokea hapo tunaanza kusema kwenye 100%, 25% zimeisha, robo ya kwanza imeisha. Robo ya pili ni phase nyingine ya maisha. Kwa hiyo kwenye hii robo ya kwanza ni wakati wa kujiwekeza kisawasawa. Yaani kama Mungu atabahatika kukupa miaka mingi, na maanisha kama Mungu atakupa miaka mingi ukabahatika hiyo, uhakikishe kuwa hayo maisha ya mbeleni huko yamejawa na burudani sana. Ila lazima tuanze hapa leo kutafuta elimu na ujuzi. Jambo la pili ni kujijenga kitabia. Uongozi wa kweli, usidanganyike na mtu, unatokana na tabia. Kiwango cha alama utakayoiacha kwenye uongozi wako ni matokeo ya utu wako wa ndani au tabia zako. Hilo lazima ulijue. Jambo la tatu ni kujifanyia tathmini. Kujifanyia tathmini ni kama vile kufanya mazungumzo kati yako wewe na mtu wa ndani. Kufanya kikao. Unatakiwa ukae ujiulize kwamba hivi ni nini ninachotaka kukufikia? Kwa nini nataka kufika huko? Ni matokeo gani natakiwa kuyasababisha kwenye ulimwengu? Sasa jambo la 4 ndio unajenga misingi ya kimaadili. Unaweka values za kukuongoza, una seti viwango sasa. Nikipata nafasi siku nyingine, Mungu akinipa neema, kama ni uongozi huu au uongozi mwingine, tasoma kwa habari ya kuseti viwango, standards. Hilo ni jambo la muhimu sana. Jenga misingi ya maadili, foundation of your ethics. Lazima ujenge misingi. Yes. Ishi kwa malengo. Timiza malengo yako. Kuna kitu kimoja kinaitwa kujiimarisha. Kwenye kujiimarisha katika kujenga chapa yako kuna mambo kadhaa ambayo ni muhimu kuyajua. Jambo la kwanza ni panga malengo, tena malengo madogo. Kwenye safari ya kujiimarisha au katika kujenga chapa yako, weka malengo madogo. Malengo madogo linamaanisha kwamba ni kuanza kujiwekea mazoea ya namna ya kuishi kila siku. Vile vitu ambavyo vitakusaidia kuongoza maisha yako ya kila siku. Usianze na tamaa, anza vitu vidogo vidogo kwanza. Malengo madogo madogo. Kwamba hili wiki natakiwa kuwa nimefanya 1, 2, 3. Na unaweka timetable. Ni kama vile ratiba tu ya siku. Na kwa siku mimi natakiwa niwe nimefanya 1, 2, 3. Na unahakikisha unafanya hivyo vitu. Kama nikiamka asubuhi nitasali muda fulani. Nimeanza hizo plan mpya, new plan in life. Nikiamka ninasali. Nikimaliza kusali nitasoma. Nitakuwa nina ratiba fulani ya kusoma. Kusoma nini? Either nitasoma Biblia. Nitasoma hiyo Biblia. Nikimaliza hapo nitafanya kitu fulani. Yaani ratiba yako iongoze kwa mtiririko huo ya siku tu. Inaanza kwenda mdogo mdogo. Kwamba isitokee siku ikapita
hakuna kitu kipya nilichokipata, hakuna watu wapya niliointeract nao. Hiyo itakubadilishia mfumo wako sasa wa maisha. Trust me, watu wana spend a lot of time in social media, na ni kwa sababu tunaishi maisha yetu kama ajali. Ndio maana nikasema maisha yetu pengine yako manipulated. Tunaishi maisha yetu kama ajali. Ndio utakalokutana nalo siku hiyo ndio unaanza nalo. Yaani tumekuwa tunakombwa na upepo wa siku. Ukielekea huku tunaenda hivi. Maana kuna watu wengine ambao kama vile wameshika remote, wanataka kuiongoza maisha yetu. Sasa huo mfumo mimi nataka tukatae, alafu tuishi kwenye mfumo wetu halisi. Na huo mfumo halisi ni kuanza kuvipunguza vile vitu ambavyo vinakunyima nafasi ya kuwa wewe. Ndipo tunaanza kumpata yule mtu kwamba kwa hiyo tu malengo madogo. Hiyo itakusaidia kuyaona maendeleo yako hatua kwa hatua. Lakini jambo la pili ndio nimesema tengeneza ratiba. Uwe na mpango wa kila siku. Na uhakikishe kuwa unaufanyia kazi kwa uthabiti. Itakusaidia wewe kuweka maadili ya maisha. Jambo la tatu, kubali changamoto. Kwenye kujiimarisha, kubali changamoto. Unatakiwa ujue kuwa changamoto ni sehemu ya mchakato. Na changamoto ni fursa ya kujifunza na kujiboresha. Changamoto ni kitu ambacho kinakuja kukuongezea ufanisi. Usiogope kushindwa. Ila unatakiwa kila siku ujifunze kwenye makosa. Hapo ni kwamba jana nimeshindwa. Usirudi kwenye ule mfumo wa zamani. Sema nilianza mimi nimeshinda. Yaani miongoni mwa kitu ambavyo nilijaribu sana ni kusoma vitabu lakini sikufanikiwa. Mimi niliacha. Haitaki kuwa hivyo. Ni kweli hiyo ni changamoto lakini unatakiwa kuishinda. Lakini pia lazima uhakikishe kuwa saikolojia yako unaisimamia, msimamo wa kisaikolojia. Saikolojia maana yake jiwekee fikra chanya, alafu uamini uwezo wako na ujue kuwa unaweza kuvuka vikwazo. Yaani hiyo ni mindset lako. Msimamo wako wa kisaikolojia. Mimi kwa ambao wananifahamu sana huwa naitwa Mr. Optimist. Hiyo ni tangu nyuma kidogo. Optimist ni yule mtu ambaye hata negative anazifanya kuwa positive. Haoni hasi, anaona chanya. Ni optimist. Kwa maana ya kwamba reaction yangu mimi ninaamua mimi. Ukiniambia wewe mpumbavu, mimi ndo naamua ni reactive. Sasa ndo aidha niwe mpumbavu nifanane na wewe au mimi nisiwe mpumbavu nikukatae. Unaweza kuniambia wewe mpumbavu alafu mimi nikaishia kukucheka. Ndipo utakaponizaba kofi hapo nisiumie. Kwa sababu sijaamua kuyapokea hayo maumivu. Mtazamo wa ndani, nimeamua kuwa optimist. Nitashindwa, sitaona kama nimeshinda. Nitaona kwamba kweli hii haikuwa rahisi. Natakiwa kupata mbinu mpya za kulishinda hili. Miongoni mwa optimist wale kutokea duniani, Thomas Edison. Jaribio la kutengeneza taa mara 99, mara 1999. Ya 1000 ndio inakuja kukubali. Huyo alisema kwamba hiyo mara 99 ilikuwa inanifundisha mbinu mpya ili niweze kufanikiwa kwa urahisi. Kwa wakati mwingine umefanya haujaona matokeo, ilikuwa inakupa mbinu mpya na ndio motivation ya kweli. Wakati mwingine hamasa ya kweli inatakiwa itokane na wewe. Kama nimeshindwa lakini nimepata mbinu mpya ya namna ya kulikabili hili. Ukienda kujaribu kuona umeshindwa, unatakiwa urudie tena na upate mbinu mpya namna ya kulikabili. Mpaka utakapoona matokeo. Sasa saikolojia yako inatakiwa ikubali, iadapt kwamba wewe sio wa kushindwa. Sijaandikiwa kushindwa. Na imani nitashinda. Huo ni msimamo wa saikolojia. Lakini jambo lingine ni mchango wako kwa wengine.
hakikisha kuwa kwa namna yote ile unagusa maisha ya watu wengine. Hakikisha kuwa kwa namna yote ile unakuwa mfano wa kuigwa kwa watu wengine. Hakikisha kwa namna yote ile unajionyesha kuwa wewe ni wa kitofauti. Miongoni mwa kitu ambacho nimekisema kwenye hii video ambayo nimetoa leo, make a portion, ni kimsingi ni kama narration band, kwamba mzee ananiambia kwamba miongoni mwa kitu ambacho unatakiwa ukifanya na utakapokuwa upo kwenye kundi la watu, hakikisha umejionyesha wewe ni nani. Kwa maana ya kwamba katikati ya wote ikitokea kuna fursa ya swali, basi uliza swali. Hiyo itakusaidia wewe kujidistinguish, kujitofautisha na ile crowd. Kwa sababu wewe ni pekee. Kwa maana hiyo lazima uwe na identity ya tofauti. Na ujue kwamba sehemu yote ile mtu anayeshoa ndio anakuwa leader. Hakikisha unashoa. Usishinde hata kuuliza swali. Usishinde kutoa mchango. Usiseme sina mchango, eti sina mawazo. Ni utovu wa nidhamu. Wewe ni kuunga hoja. Kama nilivyosema fulani. Zaburi 139 mstari wa 14 anasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Yaani wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha.